Hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu na kwa roho yenu yote. Somo letu linatoka katika kitabu cha Joel chapter 2 verse 12. What say? Hata sasa asema Bwana, nirudieni kwa mioyo yenu yote, kwa kufunga, kwa kulea na kuomboleza. Nirudieni kwa mioyo yenu yote, kwa kufunga, kwa kuomboleza na kulia. Yani nirudieni. Umejua kuna kitu kizuri kama kumrudia Mwenyezi Mungu na kukaa karibu na Mungu. As long as you investigate yourself, ona ya kwamba hapa ni kama nimepotea, hapa ni kama sina njia, hapa ni kama sina mwelekeo. Una find the way, unatafuta njia ili uweze kupita na kuenda mahali ambapo unapaswa kuwa na kupata utulivu au mafanikio na neema ya Mungu ambayo inafaa iweze kuwa katika maisha ya mwanadamu. Basi ndivyo jinsi ambavyo neno inavyosema siku ya leo. Hata sasa asema Bwana, nirudieni kwa mioyo yenu yote, kwa kufunga, kwa kulia na kuomboleza. Nirudieni kwa mioyo yenu yote, kwa kufunga, kuomboleza na kulia. Oh my God, hata nami niko mahali hapa, nimekurudia kwa kufunga, kwa kuomboleza, kwa kulia, na ninaomba usinipite kama mtoto wako. Ninaomba usinichoke, ninaomba usinitupe, usikae mbali nami kama masihi wako. Neema yako ikuwe pamoja nami, neema yako inijalie kuona fadhili zako, kuona utukufu wako, kwa sababu I accept, nimekubali kama mtu aliyepotea, kama mtu mwenye ajui kula ambapo alikuwa anaelekea. Lakini sasa kwa kupiga tarubini nyuma, nimeangalia na kuona kuna mahali ambapo nilikuwa nimekosea njia, kuna mahali ambapo nilikuwa nimewacha njia, na nao na kuelekea Baba, ninakurudia. Ninaomba usinifiche uso wako, ninaomba usinichoke, ninaomba usinikatae. Njoo unisaidie, unipanguse machozi, unitoe katika tabu hii, unitoe kwa maombolezo hii, unitoe katika kujiuliza maswali mengi haya. Unisaidie, neema yako inifikishe, because that what your word is saying there, ya kwamba nikurudie ili niweze kupata baraka zako. Nikurudie ili niweze kupata amani inayotokana na Roho Mtakatifu. Nikurudie ili malaika wako waje kwangu, waweze kufanya kituo ndani ya maisha yangu, wanijalie ulinzi, waniongoze, wanifungulie milango, wakanipiganie. Mighty Father, wale ambao wanakusongelea, kuna siku hata moja ambao umewatupa na kuwawacha kamwe milele. Basi hata mimi niko mbele yako, usinichoke na usiniwache. Ninakulilia, usiniwache. Usiniwache na familia yangu, usiniwache na nyumba yangu, usiniwache na watoto wangu, usiniwache na wazazi wangu. My God, nitoe katika shida na umaskini, kutaseka, kutaabika, ambao hakuna mtu anaweza kutoa mtu isipokuwa ni wewe tu. Njoo ukuwe karibu. Deuteronomy chapter 4 verse 30. Njoo ukuwe karibu nami Baba, usinichoke wala usiniwache. Deuteronomy chapter 4 verse 30. We need to investigate there and to get how God is talking about wale ambao wanasongea karibu, ama wale ambao wako mbali wanapaswa kumsongelea karibu namna gani. Nami nikiwa mbali, Bwana, ninakusongelea na kuomba unisaidie kama mtumishi wako, ili niweze kuokoa na kusaidia watu wengine pia. What is saying? Deuteronomy chapter 4 verse 30. Wakati mnapokuwa katika dhiki, nayo mambo haya yote yamewatokea siku hizo, ndipo mtanirudia Bwana Mungu wenu, mtamrudia Bwana Mungu wenu kwa na kumtii. Wakati ambapo mko katika dhiki, wakati ambapo mnajiuliza maswali mingi, ndipo mtamrudia Bwana Mungu wenu na kumtii. Mtamrudia na kumwambia Mungu, njoo utusaidie, njoo utuokoe, njoo utupiganie, njoo utupanguse machozi, njoo utuvute machozi, utujalie neema, utukufu, mafanikio yako. Oh my God,
Basi hivyo ndivyo jinsi ambavyo neno inavyotuambia mahali hapa, ya kwamba wakati mtakapokuwa katika dhiki, nayo mambo haya yote yamewatokea siku hizo, ndipo mtamrudia Bwana Mungu wenu na kumtii. Oh my God. Mimi sijui katika dhiki hii ambao niko ndani inaenda kutake how long, inaenda kukaa muda mgani, lakini ninakuomba kama Mungu msaidizi ambao unaweza kusaidia, ambao ni rafiki anaweza kukaa na mtu bila kumchoka, bila kumkataa, bila kumdhihaki. Ninakusihi usinidhihaki wala usinichoke. Ninakurudia katika dhiki hii ambao ninapitia mateso, kuhangaika, kutaabika, struggling muda mrefu, lakini ninakuomba kwa neema yako uje ukanisaidie, uje uniimarishe, uje unifikishe, uje ukanitetee ili niweze kuwa mahali pale penye napaswa kuwa by your grace. Yote yanawezekana kwa wale wanaokutafuta na kutafuta kwa bidii. Basi ndivyo na mimi pia ninakutafuta kwa bidii. Ninakuomba usiniwache, ninakuomba usinichoke, ninakuomba usikae mbali nami, ninakuomba usinifiche uso wako, bali neema yako ije inipiganie, ije inisaidie niweze kuokoa nyumba yetu, niweze kuokoa familia yangu, niweze kuokoa wale ambao wanaonitegemea na kusaidia pia wale ambao watakao kuwa karibu nami. Neema yako inisaidie Mungu, utukufu wako, nuru wako ikaniangazie, ili hayo yote yaweze kufanyika. Inagharimu kasi ya mikono lako, inagharimu nguvu zako, inagharimu utawala wako. Mighty Lord, I need to see your favor. I need to see your glory. I personality. Mimi kiubinafsi, mimi sijui kama kuna mtu mwingine pia ako hapo analia, huku kule nje anaungua, lakini I personality, I need to see you. I need to see your glory. I need to see you can do something. The certain singers say, only you can do what no man can do. Only you can change any situation, oh Lord. Only you can do, only you can change any situation. Any situation. Hakuna kila ambao kina kushinda, hakuna kila ambao itakao kushinda, ambao nitaleta useme ya kwamba hii ni ngumu. Hebu tuangalie kitabu ingine katika kitabu cha Hosea chapter 12 verse 6. Hosea chapter 12 verse 6. Hosea 12:6 word say, lakini ni lazima urudi kwa Mungu wako. Dumisha upendo na haki, nawe umngoje Mungu wako siku zote. Dumisha upendo na haki, nawe umngoje Mungu wako kwa haki siku zote, pasipo na kuchoka, pasipo na kurudi chini, pasipo na kuona kwamba muda inaenda sana, nawe umngoje. Hivyo ndivyo jinsi ambavyo anavyosema, umngoje Mungu wako siku zote. Baba, ninakungoja na ninaomba usinichoke, ninaomba uje, ninaomba ukuje haraka, ninaomba uje unisaidie, ninaomba uje unitoe katika dhiki na mateso haya, ninaomba uje, oh my God, oh my Father. This I'm preaching for myself. I may not know what is other people, other person this guy is passing through, but this I'm talking to myself. I don't know what God can do, what you can do. Sijui kile ambacho Mungu unaweza ukafanya, lakini as your word is saying there, ya kwamba nawe umngoje Mungu wako siku zote. Nimekungoja. Nimeomba katika maombi ya kufunga na kuomba siku 21, katika maombi ya kukesha, kufunga na kuomba, katika kufanya bidii, hali ya kukutafuta. Usikae mbali, usinifiche uso wako. Bwana, njoo na mimi pia niweze kuona utukufu wako, niweze kuona fadhili zako, niweze kuona rehema zako. Unikomboe, unitetee katikati ya wanadamu. Wanadamu hawezi kusaidia. Hawawezi.
Nobody can stand with me, but you can stand with me. Walikataa kusimama na Daudi, walikataa kusimama na Yusufu, walikataa kusimama na Jobu, walikataa kusimama na Ana, walikataa kusimama na Sarai, hata nami hakuna. Walikataa kusimama na Yesu Kristo. Je, ni nani ambao wanaenda kukubali kusimama naye? Father, it's just only you. You can stand with me. You can help me. You can understand me. Oh my God. Show me your favor. Show me your love. Show me. Nionyeshe upendo wako. Nionyeshe huruma zako. Nami nione utukufu wako, fadhili zako. Kwa sababu wale wanaougua, wanaolia, oh my God, sometime inaweza kuwa ni makosa ambao nilifanya, ni dhambi ambao wazazi walifanya, ni dhambi ambao nilifanya nikiwa mdogo, nikiwa najielewa mimi sijui, lakini naomba nimerudi, ukanisamee, unisaidie, uniponye, unitoe katika mateso na kuhangaika hii. Neema yako inimarishe. Utukufu wako na fadhili zako inifanye ima. Siku zote niweze kukaa nikisherekea, nikishangilia na kusema ya kwamba Mungu ametenda, ambao nilikuwa na mngoja, ambao alikuwa ameahidi ametenda. My God, wale wanaokutegemea hawaibiki siku zote. Hebu tuangalie kitabu cha Ezekiel chapter 33 verse 11. Ezekiel 33 verse 11, ili tuweze kuangalia the last read. Ezekiel 33 mstari wake ni wa 11. 33 mstari wa 11. Maandiko inatuambia, andiko yatuambia mahali hapo 33 verse 11. What say there? What says there? Ezekiel 33 verse 11. Waambie, hakika kama mimi niishivyo, asema Bwana Mwenyezi, sifurahi kifo cha mtu mwovu, bali kwamba wageuke kutoka kwa njia zao mbaya wapate kuishi. Wageuke kutoka njia zao mbaya wapate kuishi. Geukeni kutoka njia zenu mbaya. Kwa nini mkafe, nyumba ya Israel? God, what you are saying there, ya kwamba haufurahii kuona kifo cha mwenye dhambi, haufurahii kuona mtu amekufa katika hali tata, hali ambayo sio nzuri, lakini unafurahi mtu anapogairi na kuangalia, hapa nimekosa, ninaomba msamaha, I accept, nimekubali, naomba msamaha. Even hata mimi nimekubali, naomba msamaha. Neema yako inimarishe, neema yako inifanye ima, utukufu wako ukanisaidie, fadhili zako zikanisaidie, ili na mimi pia niweze kutangaza habari zako njema, niweze kuhubiri katika nchi ya Kenya kwa njia inayofaa, kwa njia ya haki. God, I request you to bless me. I request you to help me personality. Maybe kuna mpendwa pia hapo nje na kurequest umsaidie. Unaweza ukamsaidia. Unapopita, unapoenda kwake, usinipite. Usinisahau kama masi wako. Neema yako na utukufu lako ukanisaidie. Nimetangaza habari zako njema muda mrefu. Nimeishi nawe muda mrefu. Nimeona matendo yako. 1 Samuel chapter 7 verse 3 ndio somo langu la mwisho katika maandiko haya. 1 Samuel chapter 7 verse 3. Hiyo ndio somo langu la mwisho. 1 Samuel chapter 7 verse 3. 7:3 1 Samuel 7:3. Andiko inatuambia mahali hapo 7:3 1 Samuel 7:3. And what is saying there? Katika naye Samueli akawaambia nyumba ya yote ya Israeli, ikiwa mtamrudia Bwana kwa mioyo yenu yote, basi acheni miungu migeni na mshereti na kujitoa wenyewe kwa Bwana na kumtumikia yeye peke yake, naye atawaokoa ninyi na mikono ya Wafilisti. Naye atawaokoa ninyi nyote na mikono ya Wafilisti. Baba, niko na maadui wanaonionea, niko na maadui
wanaonitafuta. Niko na maadui wenye wasiopenda kuona maendeleo na mafanikio, wasiopenda kuona jinsi ambavyo ninavyokutumikia, wasiopenda kuona vile wazazi wangu wanavyoendelea, wasiopenda kuona vile watoto wangu, vile nyumba yangu inavyoendelea. Lakini nakuomba, kwa kuwa nimekurudia kwa moyo wangu na roho yangu yote, uje unisaidie, uniimarishe, unifanye ima, utukufu wako unisimamishe. Baba, naombea msikilizaji, mtazamaji ambao anasikia na anasema pia yeye anaweza kuwa naomba neema yako na utukufu lako isimame pamoja naye, ukampiganie, ukamwokoe, akikurudia kwa moyo wake na kwa roho yake yote. Umesema ufurahii kifo cha mwenye dhambi, lakini unafurahi anapogeuka na kuacha njia zake mbaya. Basi mfanikishe, mpatie neema, mpatie baraka, mpatie utukufu, nuru yako imwangazie. In the mighty name of Lord Jesus Christ, we do pray, ask, trust and believe in you. Amen. Mungu akubariki na akutende mema, nuru yake ikuangazie. Shalom and shalom. Bye bye.